Sawa kabisa mtazamaji wangu, ni wakati mwingine ule ule ambao huwa tunakutana mimi na wewe kwenye kipindi hichi ambacho tunasema ni kipindi murua, kipindi safi, kipindi swadakta, kipindi swadakta mswanu kwa lugha ya Kigogo, ambacho tumekutana mimi na wewe ili tujifunze neno la Mungu. Emmanuel Musa ndio niko mbele yako sasa, nikitaka kukuletea ujumbe mzuri wa neno la Mungu. Takuwa nakuletea mara kwa mara mafundisho haya ya neno la Mungu. Sasa leo nitaenda kuzungumza issue ya kukatishwa tamaa. Taenda kukufundisha mpendwa, jinsi gani watu wanaweza kutumiwa na adui shetani kukukatisha tamaa, kukuvunja moyo. Hii misali ambayo tumeisoma, Paulo alikuwa na ziara ya kwenda Yerusalemu kwa ajili ya kuhubiri Injili. Sasa wakati yuko sehemu moja ametulia, ndipo akaja mtu mmoja nabii, akaushika, hajasalimia wala ni kitendo cha kuingia tu ndani, kaingia, kaangalia, kauchukua mshipi, akajifunga miguu na mikono bila kuambia mtu. Yaani kaingia, nafikiri hata bila hodi yule bwana alipoingia, kazama ndani, kachukua mshipi ule, kajifunga mikono na miguu, akaanza kusema, mtu mwenye mshipi huu ndivyo atakavyofanywa afike Yerusalemu. Wananzengu waliokuwa pale wanasikia, wakajua ule mshipi wa Paulo, ule mkanda aliojifunga nao ni wa Paulo, wakaanza kuangua kilio, asiende, wanaangua kilio. Paulo yuko pembeni katulia. Paulo katulia, anaangalia watu wanavyolia, Paulo usiende baba, usiende. Wengine wanapiga magoti, usiende ndugu yangu, wewe mwenyewe umeona watu, nabii kashasema ukienda utafungwa au utauliwa, usiende baba Paulo. Wanaangua kilio. Paulo akiwa katulia, ndipo akatamka maneno ya kishujaa, akasema hivi, ya nini kulia na kunivunja moyo? Mimi sikufungwa tu kama alivyosema huyu bwana, niko tayari hata kufa kwa ajili ya kuhubiri Injili, maana ndilo kusudi ambalo limewekwa mbele yangu. Mtazamaji, nataka tu mpendo wangu nikujulishe siku ya leo kwamba kuna watu wanaweza kawa wako mbele yako wakakuvunja moyo kwa kile ambacho unataka kukifanya. Unaweza kuwa na mambo yako fulani unataka kuyafanya, lakini ukavunjwa moyo, ukakatishwa tamaa. Yaani mtu akajitoa muhanga, akaja pale akakupa neno moja, ukavunjika moyo, ukaacha na kufanya hichi ambacho kumekusudia. Paulo alikuwa ameshasema mimi naenda Yerusalemu kuhubiri, na ulikuwa mkakati wake. Sasa kwa maneno haya ambayo alipewa, ilikuwa asiende, ilikuwa natakia mambo ya kuhubiri niachane nayo, kwa sababu nitaenda kufungwa, nisiende. Lakini yeye akasema hapana, Yerusalemu kunaendeka, iwe kufungwa, iwe kupigwa, iwe kufanywa nini, mimi Yerusalemu nakwenda. Siwezi nikakubali nikaishia hapa. Mpendwa, katika mambo yako ambayo unayafanya, kuwa na msimamo. Kama unataka kumtumikia Mungu, kuna vikwazo ambavyo unaweza kukutana navyo. Kama unataka kumtumikia Mungu mwenzangu, kuna visukosuko ambavyo unaweza kukutana navyo. Unaweza kukutana kubezwa, ukadharauliwa. Wewe unaona kuhubiri, unajua basi baba, unaongea tu. Kuna watu wanahubiri, wahubiri wenye vipawa. Wewe unahubiri, si unadengeleka. Unaweza kukutana, unataka kuanza kuhubiri, unakutana na maneno ya namna hiyo. Mtu mwenye hata maiki huwezi kushika, au unaongea unatemea maiki ovyo. Maneno yale ukiyasikia unalendemuka, unaacha. Lakini kuwa na msimamo kama Paulo alivyosema. Alisema mimi achana na kufungwa minyororo hiyo mikanda, atakufa niko tayari. Kwa jambo lolote unalolifanya, iwe kazi ya Mungu, iwe biashara, unataka kufanya biashara, kuwa na msimamo kwenye lile ambalo umelipangilia wewe. Yaani kuwa na kile ambacho umekipangilia wewe,
hakikisha unakisimamia kiende kama ulivyokusudia. Lakini ukitegemea ushauri kwa raia wengine, anaweza akatokea tu mwingine una wazo la biashara. Anakwambia, unataka kufanya biashara gani? Anataka kufungua duka la nafaka. Na wewe bwana unakuwa kama una akili bwana. Uone yule kafunga duka la nafaka, yule pale kafunga. Mwingine alifunguaga duka kafunga. Wewe unataka kufunga duka la nafaka vipi? Inabidi ufungue hata genge. Anakutoa kwenye lile lengo ambalo unataka. Au mwingine kasema achana na mambo ya biashara utafilisika baba. Biashara. Achana na mambo ya biashara. Kaa kula hela hiyo. Anakushauri jambo ambalo sio, kwa sababu si wote ambao wanaweza kukutakia mema. Wengine anakushauri jambo la kukukatisha tamaa usiendelee kusonga mbele. Sasa lazima uwe muangalifu katika maamuzi ambayo unayofanya. Tunamuona mwenzetu Paulo anavunjwa moyo. Anaambia mwenye mshipu akienda ndivyo atakavyonyongwa, atakapokabwa, atakavyofungwa na kuuliliwa mbali. Akawa na msimamo na kusema mimi Yerusalemu kunaendeka. Iwe mvua, iwe jua kunaendeka. Kuona wewe mpendwa wangu siku ya leo, nataka nikutie moyo. Kuwa na msimamo katika jambo ambalo unataka kulifanya. Yaani usiwe mwepesi kuvunjwa moyo. Kwa sababu shetani yuko kazini kuwavunja moyo watu wenye malengo yao, watu wenye mipango yao, ambao wanataka kujiinua. Maana Mungu katuweka duniani kasema tufanye kazi. Asiyetaka kufanya kazi na asile. Sasa wewe kama hutaki kufanya kazi umekaa tu, si vizuri. Mungu katuambia tufanye kazi ili tujiende tuweze kula na kuishi. Sasa lazima uwe makini katika utafutaji huu. Kuna adui shetani anawaingia wengine kuja kukuvunja moyo usiendelee. Unataka kujenga, anaanza kukuvunja moyo. Unataka kujenga baba, utaweza? Una hela za kujenga wewe? Una hela za kujenga? Wewe cha kufanya hiyo hela milioni ngapi 5 uliopata, fungua duka. Achana na kununua kiwanja, utafeli. Anakupa ushauri ambao pinasa, anakupa mradi ufungue ukaanze kulima. Anakupa mradi ambao yeye mwenyewe kwa akili yake anajua kabisa unaenda kufeli ili ile hela ipotee. Kwa lazima uwe na msimamo ndugu yangu. Usisikilize maneno ya baadhi ya watu, wanaweza kukuvunja moyo, wakakukatisha tamaa, ukaambia bwana uweze kujenga. Unajenga wewe? Unataka kujenga banda la kuku? Kusanya hela hiyo hapo, tumia kusanya hela upate hela nzuri, ukanunue kiwanja sehemu nzuri Masaki huko kwenye viwanja vya maana. Wewe una hela kujenga. Lile neno ukilisikia na kama kaongea kweli, ngoja tu hii hela niitumie kwa mambo mengine, tajenga nikusanye tu, linatokea kutokea hela inatumika, tayari unakuwa umeshafeli. Kumbe ulipewa ushauri na ulikatishwa tamaa na mtu ambaye si sahihi, mtu ambaye hakutaki mema, mtu ambaye fikra zake mgando. Mwingine anasema mimi siwezi kujenga, acha ninunue gari. Gari ndio inanisaidia mjini ilifanya mambo ya kujenga kitu gani bwana? Ananunua gari, anaendelea kukaa kwenye nyumba za kupanga. Sehemu ya parking gari na mgharimu hela nyingi. Sasa kila mtu na ufahamu wake. Yaani kila mtu na ufahamu wake na maisha yake. Kwa hiyo mtu kanunua gari, wewe na wewe uige mwenzangu na mimi. Useme mwenzangu kanunua gari, ngoja na mimi nikachukue usafiri. Hapana, usiige hata mara moja. Medula oblongata yako ndio ikuongoze, lakini sio uongoze na akili ya mtu mwingine. Utafeli ndugu yangu. Kuwa na msimamo na kitu ambacho unakifanya, ambacho wewe peke yako unaona kina matokeo mbele. Unaona kabisa jambo hili nikilifanya mimi lina mafanikio mbele, lina matokeo mazuri. Kwa lazima ulifanye kwa nguvu, tena bila kusikiliza maneno, kwamba bila kusikiliza midomo ya watu. Kuna watu wengine hawanatumia na shetani kukuvunja moyo, usiwasikilize. Umeamua kuoa, bwana mimi nataka kuoa, labda kijana unasema ngoja nataka kuoa. Ukikutana na jamaa ambaye mwingine anakuambia wewe unaoa baba, ndoa ni ndoana, unaenda kuvunjika kiuno, unaenda kufa. Unaona watu ndoa zinavunjika, wewe unataka kuingia kwenye ndoa. Ndoa kitu gani bwana? Endelea kula ujana. Anakuvunja moyo kama usioe.
Anakuvunja moyo kwamba usiolewe kwa sababu yeye sijui alimshinda, au yeye inawezekana mkorofi kwenye ndoa yake, kafukuzwa, kaachika, au kamwacha, kakimbiwa na mke kwa ajili ya mambo yake ya shenzi, kakimbiwa na mke au kakimbiwa na mume, yuko mnunga embe anazunguka mtaani. Sasa mtu kama huyo anakushauri usioe, ukioa unapotea. Unataka kuolewa, utaenda kuvunjwa meno. Usiolewe kaki. Anakuvunja moyo kwamba usiolewe, kwa sababu yeye ameyakoroga huko mambo. Sasa anajua watu wote ndio wanapoyakorogaga. Sio kweli. Inawezekana wewe umeshajipanga, unajua mimi naenda kuingia kwenye ndoa, takuwa mtiifu, takuwa mwangalifu, takuwa makini kwenye ndoa yangu, tamheshimu mtu wangu, nitampenda, tamtunza, tazingatia sheria zote zinazonipasa kukaa kwenye ndoa, na mambo yataenda mswano. Usisikilize mtu akukatisha tamaa na maneno yake ya ovyo. Unataka kuolewa, olewa. Usisikilize mambo ya ndoani. Mungu kasema ndoa ni jambo jema. Yeye anasema ndoana imetoka wapi? Ashindwe, achana kusikiliza na kwenda wazimu kama hao. Kuwa na msimamo kwa kile ambacho umekipangilia. Unataka labda kujenga kama nilivyosema, kuwa na msimamo. Nunua kiwanja, anza kujenga. Anza kujenga. Usisikize maneno ya watu, unajenga utafikia wapi? Angalia nyumba zile aliyejenga kafa hajakaa. Maana watu wengine wana maneno ya kishei ya hovyo. Nakushana kwa wewe unajenga baba, unajenga wapi? Angalia nyumba ile pale. Mtu kaanza kujenga, kapiga msingi, kapandisha kwenye madirisha, kavuta. Nyumba inakaliwa na magofu. Siji mtu mwingine anaumwa kashinda kumalizia nyumba. Haikuhusu wewe, yule ni yule, wewe. Cha kufanya, anza ujenzi, maliza nyumba yako, hamia. Mambo mengine sisi hatukusudia kupigania, hatupaswi kuyapigia hesabu. Mungu anajua hatima ya maisha yetu. Kwa usikatishwe tamaa, mtazamaji wangu, na mwananzengo wa aina yoyote. Songa mbele na msimamo wako ambao umesimama. Utakuta unapata matokeo mazuri, matokeo ambayo kwa kweli yanakuwa ni mazuri kupita maelezo. Nataka nikuletee kisa kingine tena cha mtu ambaye alikatishwa tamaa. Nitakusomea Wafalme wa Pili sura ya, sio kusoma hapa, ila nakutajia mstari tu hapo utasoma. Ni habari za ndugu yetu, kijana wetu Elia. Biblia inasema wakati Elia anataka kupaa kwenda mbinguni. Maana Elia mwenzetu kati ya watu ambao walipata bahati ya kutokuzikwa ni ndugu Elia. Alipaa tuwani kutokea mazingara, akapaa yuko mbinguni. Mfanyakazi wake, mtu wake, msaidizi wake alikuwa yuko naye karibu. Wakati anaanza kupaa sasa, yuko katika mbio za kupaa, akawa anaongozana naye bwana mdogo ambaye anamsaidia. Elia kila akifika sehemu anamzuga, bwana Eli, hebu tulia hapa, nimeambiwa Mungu kaniambia niende kule. Kijana akawa kashastuka kwamba anataka kuondoka. Akasema hapana bwana, mheshimiwa, tutaenda wote. Kama roho yako ishinde, tutaenda tu kama tulivyokuwa tukienda mwanzoni, twende tu wote. Sasa nataka kuambia kuna watu ambao huwa wanakatisha tamaa. Kukawa na raia wako pembeni. Ukisoma hiyo mistari utakwenda kuona, nitakuwekea hapo. Kukaa na manabii wakawa wanamwambia, bwana ndugu, hivi una habari ndugu yetu kwamba bwana wako anaenda kuchukuliwa asiwe kiongozi wako tena? Kijana akasema ninaelewa, si kazi yenu kufuatilia, tulieni pembeni. Kwenda mbele mwingine tena wale tena, bwana baba vipi, una habari kwamba mwenzako kiongozi wako anaondoka? Akasema najua, nyamazeni, kwani mnanifuatilia? Karibia mara 3 4, lakini Gehazi anawaambia nyamazeni, sio kazi yenu kunifuatilia. Wanamkatisha tamaa asiendelee kufuata. Akija huku kwa bosi wake naye anamwambia bwana baki hapa, lakini kijana akang'ang'ana. Ndio maana nasema ng'ang'ania malengo yako, ng'ang'ania mipango yako ambayo umepanga. Mshirikishe Mungu. Mungu unataka kufanya jambo fulani, Mungu atakusimamia na utaenda kufanikiwa. Elia akawa anamwambia bwana baki hapa, nakuja, au bwana mdogo nakuja. Akamwambia bwana kama roho yako hiyo tutakwenda wote. Akimwambia bwana baki hapa ndugu yangu nakuja, tutaenda wote. Akawa anang'ang'ana. Mwisho wa siku ndipo Elia akamwambia
omba jambo lolote kabla sijapaa, nami nitakuja kukupatia. Kijana hiyo fursa ndio alikuwa anaitaka. Yes. Akamwambia, niombe lolote baba. Asante sana, hichi ndicho nilichokuwa nakitaka. Akasema, naomba sehemu ya roho yako iwe kwangu. Aling'ang'ana sana kuambiwa baki. Yeye akasema baki. Mimi naenda huko, baki. Kang'ang'ana mpaka hatima yake. Ndipo anaambia, omba jambo lolote nikupe kabla sijapaa. Ndipo na hichi ndicho bwana mkubwa huyu alikuwa anataka. Akasema, asante sana mkuu wangu, naomba sehemu ya roho yako iwe ndani yangu. Elia akasema, umeomba jambo zito, lakini ukiniona wakati naondoka utapata. Kijana, faida ya kung'ang'ania jambo, faida ya kung'ang'ania malengo yako wewe uliyoyapanga. Usishirikishe mtu mwingine mambo. Hata kama unamshirikisha, hakikisha wewe ulivyopangilia ndio utembee, sio uyumbishwe na watu ovyo. Na kweli upepo ukapiga pale, Elia akapaa, lakini kijana yule akamuona bosi wake anapoondoka. Akasema, nimemuona. Akaliacha vazi. Alipolishika lile vazi, maana ukisoma hiyo mistari walivuka mto, lile vazi lilodondoka akalishika, akayapiga ule mto tena, maji akagawanyika, akavuka upande wa pili. Kwa hiyo akawa amepata faida kubwa ya kupata kile ambacho alikuwa anakitaka. Malengo yake alikuwa anataka, akafanikiwa. Na wale manabii waliokuwa wanamsumbua, bwana unajua bosi wako ataondoka, utabaki unahangaika ovyo peke yako, utabaki ulikuwa unalinga. Ingawa walimpa maneno ya fyongo, ulikuwa unalinga bwana mdogo, unazunguka unatulingia na bosi wako, lakini sasa anakwenda kuondoka, tutaona utafanyaje. Utaanza kunengeneka mtaani, kuhangaika humo. Anaondoka bosi wako, ndo akawa anawaambia, nyamazeni, najua anaondoka. Lakini mwisho wa siku, baada ya kushinda, baada ya kuchukua lile vazi, baada ya kupewa sehemu ya roho ya nani kama alivyo ya mtumishi kama alivyosema, akachukua lile vazi, akapiga maji, yakagawanyika. Wakamsogelea ndugu yetu kijana yule, wakamwambia, bwana mheshimiwa. Wakainama, wakasujudu mpaka chini. Bwana, tunakukubali baba, tunakukubali heshima. Wakamheshimu, appreciate vibaya mno kutokana na hicho ambacho alichokifanya. Lakini sababu ya kijana huyu kufanikiwa baada ya bosi wake Elia kuondoka ni msimamo wa kile alichokuwa amekiamini. Ndio maana nasema na wewe, kile ambacho unakiamini ndugu yangu, kuwa na msimamo nacho. Unataka kujenga, hakikisha unataka kufungua biashara, usisikilize maneno ya mtu. Bwana wewe, watu wanafilisika biashara, usifanye. Usimsikilize mtu anamwambia. Kile ambacho umekipanga kifanye kwa moyo wa kupenda. Wewe omba maombi, Mungu nisaidie naenda kufungua biashara, Mungu nisaidie nataka kulenga, Mungu nisaidie nataka Mungu nisaidie nataka kufanya. Yote hayo ukimshirikisha Mungu, atakusimamia na kufanikiwa. Hautoyumba hata mara moja. Usisikilize maneno ya watu ambao wameshindwa. Mtu mwingine biashara hawezi, anakukatisha tamaa, utafilisika wewe. Mtu mwingine ndoa ishamshinda, unataka kuolewa, na wewe utaenda kunyongwa, utaenda kuchomwa moto, uzikwe nyumba au upande mgomba kwenye kaburi lako. Unatishwa. Kuwa na msimamo kwa kile jambo ambalo umelifanya, kama kijana wetu alichokifanya. Aliongozana na bosi wake, ila akimwambia bwana baki, anasema sibaki baba, bwana baki, sibaki. Wengine wanasema bwana wewe, bosi wako ataondoka, ulikuwa unalinga, bosi wako ataondoka, tutaona utaishije. Lakini alikuwa na msimamo. Mwisho wa siku wenyewe walimsaluti, mwisho wa siku walimheshimu kupita maelezo. Kwa hiyo ndivyo hata wewe kwako, wote wanaokudharau, wote wanaokubeza, wote wanaokukatisha tamaa, usiwanenee mabaya. Wewe tulia, itafika pahala wao wenyewe watasaluti kwako, wao wenyewe watakuheshimu sivyo kawaida. Usibishane nao.
Mpendwa wangu, leo nikuletea habari kisa hicho cha Paulo, nikakuletea na kijana wake Elia. Nimeleta visa viwili kwamba Paulo alikuwa na mpango wa kwenda kuhubiri, lakini nabii anakuja anamwambia mwenye mshipi huu au mwenye mkanda huu akienda huko ndivyo atakavyomfanya, watamfunga na kumtesa. Lakini yeye kwa sababu alikuwa amepanga kwenda kutekeleza neno la Mungu, akasema siogopi kufungwa kamba, siogopi kufungwa mijeledi, hata kufa niko tayari. Wale wanaangua, usiende baba, akasema msinikatishe tamaa, mimi nakwenda. Na kweli alipoenda mambo yalikuwa mazuri, huduma yake ilienda kufanya kazi. Kwa usikatishwe tamaa na mtu wa aina yoyote, na usishirikishe baadhi ya watu mambo yako, maana watu wengine ukiwashirikisha ndio wanapata nafasi ya kupiga nyundo, wanapata nafasi ya kupasua hapo. Usishirikishe watu ambao unaona roho zao nyehu, wana tabia nyehu, usiwashirikishe. Mafanya mambo yako, Mungu atakwenda kukufanikisha na kukuinua. Asante mtazamaji wangu, ulikuwa pamoja na mimi mtumishi wako Emmanuel Musa. Nilikuletea kisa hicho kizuri kwamba usikatishwe tamaa na mtu, kuwa na msimamo katika malengo ambayo unataka kufanya. Kuwa na msimamo nayo, mshirikishe Mungu peke yake. Hakikisha unamshirikisha Mungu, utafanikiwa zaidi ya kufanikiwa. Asante. Tukutane tena wakati mwingine. Emmanuel Musa nilikuwa mbele yako. Tukutane tena katika vipindi vingine vinapokuja mbele yetu. Asante sana. Tukutane wakati mwingine. Amen.